Umetoka kwenye kinyang'anyiro, maanake umeenda kinyume na katiba na makubaliano ya CCM. Ndio maana nikasema hawa watu wanaotoka vyama vingine wanaokuja kwenye chama chetu tuwape muda hata miaka 5 wajifunze tamaduni za Chama cha Mapinduzi, wajifunze namna gani CCM imekuza makada wake, kwa sababu huwezi kutoka from nowhere. Umepewa kadi leo, kesho unaanza kusema unatangaza nia ya kugombea ubunge. Huo sio utaratibu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kinachoendelea kinaonyesha kabisa kuwa kuna baadhi ya watu wanakurupuka, lakini sisi makada wa Chama cha Mapinduzi tunajua nini tunakifanya. Mimi sasa hivi ninachokifanya na nadi ilani ya CCM. Nitagombea wapi? Nitasubiri ridhaa kutoka kwenye Chama cha Mapinduzi. Mwenezi Bwana Amos Makalla akisema sasa hivi wanachama mnaruhusiwa kutia nia, hapo mtajua natia nia wapi. Inaweza kawa Morogoro, inaweza kawa Kigamboni, inaweza kawa Kigoma. Kwa hiyo nitachagua wapi nitatia nia. Kwa hiyo nasubiri mwenezi afungue utepe, basi na mimi mtasikia na nguruma hapa. Ila sasa hivi na ilani natembea kunadi ilani ya CCM. Nilikuwa Kigoma jana, leo sasa nikitoka hapa na kwenda Arusha. The same na inadi ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2025 2030 ambayo Rais Samia Suluhu Hassan tumeipitisha pamoja Dodoma. Okay, so nilikuwa nataka kujua, so lengo la wewe kwenda Kigoma ni hiyo ilani tu, au kwa sababu Balevo amesema kwamba kama ikitokea unataka kugombania ubunge kwenye ile jimbo utakosa mchana kule. Sasa yeye maana tayari yeye anaonyeshana kabisa hajui tamaduni za Chama cha Mapinduzi. Yaani tamaduni za Chama cha Mapinduzi hazijui. Sasa unaona huyu atapita Kigoma. Na niwaambie waandishi wa habari, kwa mara ya kwanza mtasimama kidete, Kigoma mjini hatuwezi kupitisha mtu mbumbumbu mzungu wa reli. Kwa mara ya kwanza tumetumika sana, watu wamekuja pale wanachota mawazo yetu, wanachota miradi yetu. Mbunge wa Kigoma mjini ameshindwa kutengeneza interaction ya bidhaa zinazotoka Kigoma kwenda nchi nyingine. Mimi nimekwenda Indonesia. Mhogo Indonesia unahitajika kutoka Tanzania na mhogo mzuri unapatikana Kigoma, lakini SUA Morogoro kupitia Profesa Tisekwa. Profesa Tisekwa anakuambia ana miradi ya kutengeneza uvuvi wa kisasa. Sasa hivi ukienda Kigoma unaangalia unaambiwa migebuka hakuna. Kwa sababu gani? Kuna uvuvi haramu. Kwa hiyo mbunge ameshindwa kutengeneza connection baina ya Watanzania na watu wa huko. Kwa hiyo niwaonye watu ambao watakwenda pale Kigoma wasiende kwa mambo ya kawaida.